kwamba nafasi haina maana kwamba hutopata mitihani. Nafasi yako kadri itakavyokuwa, lakini mitihani ya Mungu akitaka kukupa atakufaje? Atakuletea tu. Sifike pahala ukajiuliza why me, kizungu hicho tena, mimi mbona wenzangu? Ahasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna, maneno ya Mungu. Hivi wanadhani watu wataachwa hivi hivi kwa kusema sisi tumemwamini Mungu, wa hum la yuftanuna, ilhali hawapewi mitihani? Tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ashaddu nasi balaa al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthalu. Ya salam, ashaddu nasi balaa, watu wenye mitihani zaidi, al-anbiya'u, manabii. Hawa ndio wenye mitihani namba moja, yani mtihani anaopewa nabii ukipewa wewe utaki tena. Thumma al-amthalu, kisha wale wanaojifananisha na hivi. Wanaojifananisha manabii ni watu gani? Watu wema. Fal-amthalu, kisha na wale wanaojifananisha na watu wema. Kadri ukijifananisha na watu wema, ujue unajisogeza katika mitihani. Nini maana ya mtihani? Ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apate kukuchekecha, apate uingie katika minal mustafaina al-akhyar, chekecho la Mwenyezi Mungu. Imam Shafi anasema lau yamasu nudhara hunun minan nari lamakhtira linnudhari silau. Msalini Mtume Muhammad. Lau yamasu nudhara hunun minan nari, anasema lau dhahabu ingekuwa inapata unyonge kwa kuunguzwa, kwa lamakhtira linnudhari silau, isingechaguliwa dhahabu maji ya kuogea yawe ni moto. Tumeelewana? Kumbe dhahabu kadri ukiitia katika moto ndio inafanya unaisafisha. Nenda sasa hivi kwa sonara, hata huyo hapo nyuma huyo, ukishanua kabla hajakupa dhahabu yako anafanya anaitia tena kwenye gesi kwanza, kisha anaiosha katika acid, moto juu ya moto, kisha anaipiga msasa. Vitu vingapi? Ukiweka hapo ndo dhahabu nzuri hiyo. Sheke imetoka kwenye moto ikaingia kwenye acid ikapigwa msasa, vitu vyote vitatu ukipigwa wewe umekwisha. Sasa mitihani inapokujia ni kukupandisha. Atahsabu almajda tamran anta akuluhu lan tablugha almajda hatta tal'aka sabira. Bwana mmoja anasema unadhani ukubwa utukufu ni tende umepiga nne umekaa unaila? No, huwezi ukafika katika utukufu isipokuwa uonje shubiri. Mungu atuondoshe na mitihani mizito. Ila shekhe wangu aliwahi kuniambia neno, usikae ukaomba subira, usikae ukaomba Mwenyezi Mungu naomba subira. Usiombe subira. Unajua maana yake nini? Ukiomba subira maana yake umeomba matatizo, mitihani. Ili tuhakikishe subira ipo au haipo, tunakuulia wazee wako, tunachukua mali zako, tunakutia rungu la kichwa, yani matatizo. Alafu jamaa ana subira huyu, lakini hapo alipopitia hapo kutokea kwenye subira ni dhiki tu. Kwa Sheikh Muhammad anamwambia usiombe, ila omba subira wakati upo kwenye mitihani. Ishakuja mitihani sasa, amwambia Allahumma thabbit aqdamana. Hapa bwana tuthibitishe, tupe subira. Huu mtihani umetuletea wewe, hakuna atakayeweza ila wewe. Nipe njia ya kwenda nao, nisubirishe, lakini sio kabla ya tatizo ukaomba